Hello, mambo vipi ndugu mpenzi na mtazamaji wa Indudi TV. Siku leo tena tupo ndani ya jengo la Indudi TV na mara moja tunakuletea kipindi cha Life of Music, maisha ya muziki wa Burundi. Na siku ya leo tunaye mgeni ambaye ni mwanamuziki mzuri sana, anazidi kutengeneza kazi yake vizuri na ana sauti nzuri kabisa ya kuweza kuimba, na unasikia ni maneno mazuri ambayo nashauri kiwemo ndani yake, ndani ya muziki wake. Na si mwingine ni Mr. Goldname Drive. Tupo naye leo ndani ya jengo. Basi la kufanya ni ili usikose kusubscribe channel yetu ya Indudi TV, pata kuja alama kengele, bonyeza hapo ili wa kwanza kuwa napata notifications za vipindi vyote. Na nyuma kamera ninaye mkali wangu Mr. King MP Max. Karibu sana. Mambo vipi? Kama kawaida ni ndani ya mjengo mzima wa Indudi TV, uko pamoja na Mr. T Tambwe. Na sasa hivi tunataka kuzungumzia kutokana live music, maisha ya muziki, na hapa leo nipo pamoja na Mr. Goldname ambaye ni kijana ambaye anazidi kufanya vizuri katika career yake ya muziki. Mambo vipi bro? Ya mimi poa. Uko fresh? Barida. Nafurahi sana. Mimi nafurahi sana kukuona Tambwe. Inakuaje sasa? Tunamshukuru Mungu yani. Hebu niambie kwanza ni kitu gani ambacho unakimisi sana kabla hujaingia kwenye muziki wa Burundi, afu ulipoingia tu mara moja hicho kitu umekikosa? Kitu ambacho nakimisi ni kuona muziki unapiga hatua zaidi yani. Utoke pale ulipo uende sehemu nyingine. Ni kitu ambacho nakimisi sana. Unajua siku zote kila mtu ana ndoto ya kutaka kufikisha muziki wa Burundi mbali. Na kufanya tofauti na watu wengine, unaona? So watu wote tunakuwa tukiiga mifano kila siku tukisema kwamba tunataka tuwe kama fulani. Mimi sitaki niwe kama fulani. Mimi nataka niwe mimi kama mimi binafsi. Na ukiangalia kama legend, labda tuzungumze legend kwa sababu wale ni watu ambao tumewajua toka kitambo na walikuwa wanaupeleka muziki wa Burundi vizuri, lakini kwa sasa kabisa tumeona kwamba kuliko muziki uendelee lakini umeanza kurudi. Shauri hipi ambao unaweza ukawatolea watu? Kusema ukweli muziki sio kwamba umerudi, bali umeongezeka kiasi fulani kutokana na zile damu mpya ambazo zimekuja. Ndio. So hapo awali na sasa kuna utofauti na kuna vizazi vipi ambavyo vimezaliwa kuweza kubadilisha, ingawa tujabadilisha sana kivipi, lakini tushukuru Mungu kwa kile kiasi kidogo ambacho tunacho na kile ambacho tumebadilisha sisi kabisa. Na watu ambao wanaokujua kama Goldname na kuna wale ambao wanatamani wamuone Goldname live, wanapendelea kwa upande mwingine labda wakija kukutana na wewe vile wanavyokusikiliza nyimbo zao kwenye radio, wapate kusikiliza sauti yako vile ilivyo. Kwa hiyo ndani ya mjengo mara moja unaweza ukawapa kapela kidogo tuweze kusikia yani. Dhahiri siguvija kilicho moyoni, ile sukari imekuwa tamu kiukweli, kanifumba macho wengine sioni, kile alicho nacho ndo chanipa burudani, kanifikisha kwenye paya mapenzi, kanichungisha kulinda moyo wake kishenzi, nilishetende hata ikiwa kwa ulimi matofikishe, ni alambe na mimi yo nalambishwa yoza. Vizuri sana mzee. Nakubali sana. Na vipi kutokana na hiyo ngoma? Hiyo ngoma ina siri nyingi, so si mpaka nizungumzie hapa, lakini watu watakuja kuelewa nyuma kwa nini hii nyimbo sikuweza kuiachia wala kuitoa. Lakini ina siri nyingi sana na ambazo watu hawawezi kuzifahamu sasa hivi, lakini very soon watakuja kuzifahamu. Wasishangae kile ambacho watakikuta mbele ya safari, ila wachukulie ni kawaida kwa sababu itakuwa tumerezea kabisa. Na ninavyosikia hiyo nyimbo yako ni kama vile unambembeleza mwanamke hivi. Sijui ndio kama ngoma ambayo umeachia hapa muda tu tumeona kuna ngoma ambayo umeachia hivi ambayo ina trend saa hizi. Unajua siku zote katika maisha ya ubinafsi kwanza na maisha ya upendo, unapokuwa una mtu ambaye umpendaye, ni vyema sana kwa unamwimbia vitu ambavyo vinamfariji. Kwa sababu mwanamke ni kiumbe ambacho hakitaki vurugu katika maisha. Ni kiumbe ambacho kinahitaji kubembelezwa muda kwa muda, unaona? Kwa sababu si wanaume tuna tabia zetu zile ambazo zinakuwa ziko tofauti na za wanawake. Ndio. Sisi tunapopata zile shida zetu za kukosa pesa nini, unahisi kwamba unachanganyikiwa kiasi fulani. Lakini mwanamke
yeye hata akikosa pesa lakini akipata mapenzi anaona ni vyema sana mtu anaweza kaendelea na maisha. Pesa ni kitu cha kawaida, kinaweza kuja muda wowote. Unaona kweli. So mimi ninapokuwa naimba nikitaka kumbembeleza mtu, naimba kutokana na vitu ambavyo naona kwa watu, kutokana na hisia za watu kabisa. Mapenzi ya watu ambao wanakuwa wapo wakishibana, wakipendana. So ndio vitu ambavyo mimi nakuwa naandika kupitia hiyo. Na tukienda kiupande wa star na wa labda tuseme upcoming, unakutana star kwa sasa, inatokea mtu anaandika nyimbo, aidha anaimba nyimbo ambayo kwa upande mwingine ina shauri yoyote ile ambayo inagonga jamii, lakini kiupande wako tumekusikiliza wewe, unatengeneza nyimbo kutokana na vitu ambavyo unavyoviona kwenye jamii. Hebu tuambie ni akili gani ambayo ulioitumia, aidha ujanja gani ambao ulioitumia kwa hivyo na kuona kama muziki wako utafika mbali? So unajua sote tuna akili, lakini akili zetu yani tuseme kwamba hatukuumbwa tofauti, lakini sote ni mtoto wa mtu mmoja. Ila Mungu alitupa akili sote, lakini akamwambia jiongezeni na ongezeni. Unaona, sasa kadiri mtu anavyokuwa anaandika kitu chake anakuwa anafikiria hiki kitu nikikiandika je, jamii takihisiaje? Unaona, kuna nyimbo zingine ambazo zikuzimba mbele ya watoto au wazee, na kuna zingine nyimbo zinakuwa shtua miguu. Unaona, kuna zile za kushtua tu mwili, yaani mtu kucheza, wewe unajua anaimba nini, lakini yeye ni kucheza kuserebuka. Na hiyo inakuwa ni kuserebuka. Hizo zipo. So na nyimbo ukitaka kuimba nyimbo ambayo kila mtu atasikia, kuna ushauri fulani, unaweza kukaa ukafikiria, ni hisia tu. Unasema kwamba mimi nataka niandike kitu ambacho kitakumfurahisha yule, kimfurahisha na huyu, kwa sababu wenda hii ni ya maisha, nataka niimbe maisha ambayo ni halisi kutokana na maisha yangu ambayo nayaishi, au ya yule, kwa sababu zote tuna maisha, lakini maisha yanatofautiana. So hiyo inatumia akili, tumia akili yako vizuri na uweze kutafakari nini ambacho unaweza kukiandika kabisa. Na ukitazama labda kuna sehemu kama we Gold Name ukiweko kutokana na labda kuna msanii ambaye ana bahati kubwa ya kufanya kazi na hizo kazi zinakwenda kwa haraka sana, sawa? Kwa hiyo na wewe kama Gold Name unafanya kazi, lakini sehemu kama hiyo hujafikia, lakini una imani kwamba nikiwa sehemu kama ile ya yule mtu naweza nikafanya vizuri zaidi. Je, umeshawahi kulifikiria hilo? Usitamani cha mwenzio, bali tamani chako, kwa sababu ukitamani cha mwenzio utakuja kukuta umepotea. So mimi nina ndoto yangu, na ndoto yangu sio mimi mwenyewe naweza kaifikisha kwa ile ndoto, bali ndoto ina watu wengi wa kutaka kuifikisha. Kwa sababu inahitaji support kubwa sana kutokana na wale watu ambao wanaweza kanipatia ile support kusema nifikie sehemu. Na yule mtu kusema fikie ile sehemu, kuna watu walimshika mkono ili afike pale. Unaona? So ni kitu cha kujivunia kwamba nina watu wangapi nyuma yangu wananitazama. Je, na mbele nina watu wangapi wananiziwia? Kwa sababu kusema nifikirie ile sehemu ya ule mtu alipambana sana kusema afike pale, alipambana sana na hadi leo angalia anapambana, anataka azidishe pale kabisa. Sasa yeye anaona kwa amefika hapa yamridhisha. Huko nyuma kuna wengine wanatamani kufika ile sehemu. So kusema ufikie ile sehemu inabidi ufanye kazi sana na watu wakupe support. Unajua kitu ambacho sisi tunachokikosa kama wasanii au wachipukizi ambao tunakuja, tunaikosa support. Nyimbo ni nyingi mtaani, wasanii ni wengi ambao wanaimba fresh, wako sawa. Ukisikia hata nyimbo zako kwenye unasikia mtu kaimba kitu kile ambacho kipo kabisa, lakini nyimbo inaishia hivyo hivyo kutokana na nini? Kukosa support. Kukosa ule msaidizi ambaye labda kusaidia. Unajua watu wanasemaga management pesa. Management ndio pesa inasaidia, lakini hisia kwanza na akili kumjenga mtu. Unaona, tufanye hivi kwa target hivi, tunafanya hivi, mbona unakutana mtu anabahatika kuweza kutoka na kujulikana zaidi. Na wewe kama vile mtu labda anasema anataka akumanage, kwa hiyo anastahili una vigezo gani? Mimi siwezi kumwangalia mtu kwa na vigezo gani. Inatokana kwanza na hesabu zake mwenyewe na fikra zake, kwa sababu yeye kwa na fikra mbili na mimi kwa na zingine mbili zinakuwa 4, labda tutapata kesho mwingine anaweza kaongezeka kawa 6 kabisa. Unaona, na ndio inakuwa inatupa hatua. Unaona kuna wasanii ambao wameanza kufungua malebo, na baada ya kufungua malebo wanaweka wasanii kwenye mikataba, sawa? Kwa hiyo kwako imeshatokea kwamba mtu yote kutafuta na uweze kuingia kwenye lebo yake? Sijawahi kupata lebo yoyote ile, wala sijawahi kupata msaada wote wa kusema kwamba kuna mtu ananihitaji niingie kwenye lebo yake. Unaona, kuna zingine lebo unaweza kaingia ndo ukapotea mazima kabisa. Na kuna zingine lebo unaweza kaingia ukafanikiwa kupiga hatua. So inabidi tuko tunatazama mara mbili kusema kwamba nikiingia hii sehemu itakuwa sahihi au nikiingia hii sehemu haitakuwa sahihi. Unaona, inabidi wewe mwenyewe mwanamuziki kujiuliza, kwa sababu usije ukajutia kesho kusema mimi nimeingia kwenye lebo hakuna chochote nienda ukifanya, mbona sioni maendeleo yoyote. Ni sasa narudia nyuma, napiga hatua nyuma. Lakini unapoingia sehemu unaona maendeleo yanazidi, ndio inakuwa furaha ya mwanamuziki kabisa. Na unajihisi nini kwamba
ili nyinyi kama machipukizi kukosa wasaidizi, kwamba je, tatizo liko wapi haswa? Kwa sababu kuna watu wengine wanaweza kujitolea kwa support, lakini mwisho siku wakasema labda hao wachipukizi hakuna sehemu watatufikisha nini, tutawekeza hela yetu kisha mwisho siku hela isije karudi. Kwa hiyo unaona ni tatizo gani ambalo lipo? Unajua siku zote unapofanya kitu ni sasa mlimaji anapoenda shambani kulima. Huwa hategemei kuvuna hicho kipindi. Labda akiweza kulima karanga tuchukue mfano. Afu kuna watu, baadhi ya watoto au watu wakubwa unaweza kupita pembeni ya shamba foka akangongoa karanga. Utavuna nusu na nusu nyingine imekula watu wengine. So kwa hiyo unapofanya kitu kwa malengo, jipe imani na kitumaini kusema kwamba ipo siku nitashinda na nitafanikiwa. Support ndio kitu cha muhimu na umuhimu wa mtu kujiamini kwanza, uamini kitu kile ambacho mtu anafanya. So mimi ni mtu ambaye najiamini kwanza kwa kazi ambayo naifanya. Ingawa naikosa ile support, lakini kazi yangu naiamini, siwezi kufanya kitu ambacho hakitomridhisha mtu. Na ninapokuwa nikiandika nyimbo zangu nakuwa nafikiria sana, kwa natumia ubongo sana kwa sababu nifanye kitu ambacho kisije kapiga swata, unaona? So ni kitu ambacho mtu unajivunia kwanza undani mwako mwenyewe. Kusema kwamba hiki kitu nikifanya, je, yule atafurahia, Najua watu wote hawatakupenda, lakini kuna baadhi ya wachache watakupenda. Na sio wale ambao wale wanakuchukia usisi kwamba hawakupendi. Nao pia wanakupenda, ila hawataki kukuonesha kama wanakupenda. Lazima wakupe hasira ili ufanye kazi uwe na juhudi sana. Unaona? Ndio hivyo. Na kutokana sasa labda na wafans wako wanakusupport vipi, kutokana na labda na wanasupport vipi muziki wako? Support yangu bado ingali chini, lakini nishukuru Mungu kusema wale ambao nawapata ndio Mungu anakuwa ameniandikia kwa umuda. Ila umoja analeta mwingine. Labda jana tulikuwa 10, leo tumeshakuwa 20. Na imani kesho tutakuwa 30 hadi mwisho ufike 100. So siwezi kawalaumu wafanzi wangu au support yao. Support yao ni kubwa kwangu kwa sasa hivi, zile ambazo wanazozinipa. Inanitosha, lakini tuzidi kupanua sana ili tuzidi kusonga mbele zaidi. Yes, na ni collab gani ambayo ya mwisho unakumbuka uliwahi kuifanya na ilikuwa kubwa sana? Collab kubwa ya mwisho niliwahi kufanya ni mimi na Saturday Ndombolo. Ni ya kitambo sana lakini so kila siku nakaa nikiwaambia watu nina surprise nitawapa. Nina collab kubwa nimeifanya lakini haijawa official. Si kwamba nyimbo haijaisha, ishaisha, ipo tayari. Ila kuna kitu fulani ambacho hakijakaa sawa, lakini very soon tu wataipata. Ni vizuri sana. Unajua kwenye industry nzima ya music kwamba kuna mastaa ambao tunawajua, lakini kuna wale ambao ni upcoming wanazidi kufanya kazi vizuri, lakini kwa upande mwingine wanakosa msaada. Na kwa upande wangu labda mimi naweza nikauliza, mnachotakiwa kufanya ni kitu gani ili muweze kupata msaada? So mimi sijui ninachoweza kufanya, ila yule ambaye naona kwamba ana uwezo wa kumsaidia Gold, kumsaidia yoyote yule ambaye anaona kwamba amevutiwa na kipaji chake. Usisite kumtafuta mtu, mwambie yule atakuwa kama mdogo wako. Hata kama mtakuwa mnalingana, ndio atakuwa kama ndugu yako. Kwa sababu mimi ni Mrundi, wewe unaweza kuwa Mrundi, si kwa sababu wewe tu Mrundi unaweza kumsaidia mtu yeyote. Sio hivyo. Inabidi usaidie kipaji. Haumsaidii mtu, unasaidia kile kipaji kisifi bure. Kwa wenzetu wazungu, wao wana maendeleo zaidi. Unaona, wanatazamaga kipaji cha mtoto. Wakiona mtoto anagusa keyboard, wanaona mtu atakuwa mwanamuziki. Baba anaingia dukani na anametea keyboard, chukua kabisa. Anaanza kugusa kile keyboard, anakuwa anapiga kile keyboard mpaka mwisho anakuwa mwanamuziki au producer. Lakini kwetu sisi Afrika ni tofauti na wenzetu wazungu. Kweli. Mimi naweza kuwa mimi ni mchezaji wa mpira. Baba akiona anacheza mpira ananipiga. Sasa unatamani mimi nifanye niendelee wapi? Kweli. Kipaji changu nimekuonesha, ndio uwezo wangu mimi wa kucheza mpira. Jaribu kuniuza ule mpira nicheze na wengine. Nionekane kama na mimi nitasonga mbele. Lakini unapoziba ile riski na kile kipaji, hakuna sehemu kabisa unakiua. Ndio. Na kutokana na hilo, tukiachana kidogo na hii story, tuingie kwenye story moja ambayo labda kiupande wangu nimeona imetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii hapa na pale, kutokana na issue yako ya wewe pamoja na Bidondine, ambaye tunafahamu kuwa mke wa Generation Bidondo. Kwa sasa mpo kwenye mahusiano. Hebu mzee hivi tuambie ukweli ambao tunaosikia, je, ni kweli au vipi? Unajua siku zote kila kitu kina mwanzo na huwa kinakuwa na mwisho. So sitaki kumzungumzia sana Bidondo kwa sababu yule namchukua kama brother wangu. Kimiaka na kimziki pia. Kuna vitu ambavyo ananishinda, kuna vitu ambavyo ashagaona yeye, mimi bado sijaona. Na mimi nategemea kuviona.
Kuna sehemu ambayo ashafika mimi sijafika. So kuhusu issue ya mimi na Bidondini ambaye alikuwa mke wake. Unajua siku zote binadamu lazima tuseme mingi na tusemewe. Tuliumbwa kwa sababu tusemewe. Watu wawili wanapoikaa sehemu moja na wanakuwa kama kwenye mahusiano fulani, msiwateti sana wale mkawa chimba kiundani sana, mtake kujua mengi sana. Lakini kile unachokiona, rizika na kile ambacho unachokiona kinakuwa kiko sahihi. Ukitaka mengi zaidi utakuja kuumia. Sasa ilikuwaje issue la Bidondini mwenyewe? Tulifuata interview yake akizungumza kwamba yes, niko in love pamoja na Mr. Gold Name. Inakuwa ni kawaida kwa sababu siwezi nikamziia au kuziia moyo wake. Sasa nitakuwa namtesa bure. Ila tu mimi nina imani kwamba siku atachukua maamuzi mwenyewe ya kusema kwamba labda nimekuwa nimepotea njia, labda narudia kwenye njia sahihi. Mimi nipo radhi, nitamruhusu kurudia kwa mume wake, haina shida. Lakini kuna ndoa ambayo imeshatangazwa kwamba tusubiri ndoa. Mzee. Kawaida ikitokea na akiridhia. Lakini mimi kivyangu mume wake ambaye labda aliyekuwa mume wake tuchukue. Yeye sina imani kama ataridhia. Mwanamke anaweza kuridhia lakini mimi asiridhii, ikawa iko loki. So kwa hiyo watu tusubirie tuone nini kitachotokea. Kwa sababu maneno ya watu wameshakuwa mengi kwenye mitandao kwamba ni kiki lakini fresh ambaye anajua kiki poa. Lakini mimi nachukulia poa lakini mimi najua nini ambacho kipo na yeye mwenyewe anajua kipi ambacho kipo. So kwa hiyo wacha gurudumu lisonge mbele na tuendeleze tu safari. Mambo endelee kama kawaida. Na vipi sasa kutokana na maisha ya muziki, unayaonaje maisha ya muziki ya Burundi? Maisha ya muziki wa Burundi bado yangali chini. Nisisemi kwa wote kwa jumla. Kwa sababu kuna wengine tofauti, watu tuko tofauti, wana muziki tuko tofauti. Kama sisi kwetu si bado wa chini, tunaona kama maisha ni magumu. Kutokana na nini? Ingawa tunaweza kufanya kazi nzuri lakini zikakosa ule uboreshaji wa kazi ili ipaswavyo ikae sawa. Kwa sababu huwezi kuvaa suruali bila shati. Kweli. Ni sasa kula ugali bila mboga, haiwezekani. Kufanya audio bila video ni kazi bure. So kwetu sina kuwa ngumu kutokana na video, unaona. So tukipata ile support ya watu kutusaidia kuweza kufanya video itakuwa muhimu sana, itakuwa jambo kubwa sana kwetu. Sasa tunatoka shimoni, tunataka sasa tuone nuru, tuanze kuona ule mwanga unatusogea. Unajua mwanga tunauona lakini tunauona kwa mbali. Unaona, tunauona kwa mbali. Sasa ule mwanga tunautaka tunautaka na sisi ili tuweze kunani malengo yetu, tuone tunafikisha wapi. Ndoto zetu zikamilike, ziwe true, zisiwe tena kwenye giza. Unaona, sasa hiyo support ya watu na tunahitaji. Watu wasifumbi macho. Tusiangalie vile vichwa ambavyo viko tu Helens pale. Vile ni vichwa vinaenda na miaka inaenda kabisa. Inabidi utengeneze taifa la kesho. Ili taifa la kesho kama ulitengenezi hivi, usifikiri utakia kulitengeneza kwa miaka 50. Haiwezekani. Kwa sababu litakuwa limeshaharibika tayari. Inabidi uanze chini kwa sababu wao umeshamaliza. Anza sawa wengine nao. Uangalie utafika wapi, kesho tuchukue wengine. Ni sisi kwa sisi. Huyu anamshika mwenzie mkono, anamvukisha. Ukiangalia hata nchi zingine zina utofauti sana na Burundi. Wao ingawa wanafanya bifu ya biashara. Unaona? Ni mziki wao ili uzidi kusonga. Yaani hapa Burundi mnafanya bifu ambayo ipo serious na kwenye kazi. Bifu ya kijinga. Unajua bifu ya kijinga sio kwa na maana. Ni bifu ambayo haina maendeleo yoyote. Unasikia fulani kashona na fulani. Wakikutana na ngumi. Sasa nyinyi mnakufa nini? Hakuna tamu ambaye iko na chochote wakati wote tunakufa maskini tu. Kwa hiyo tuweze kuweka vichwa sehemu moja. Tujue nini tunakifanya. Si watangazaji, si waimbaji, si wa promoter. Kila mtu ambaye anajua ni mhusika wa muziki wa Buja Flavor. Support kwa mtu inahitajika. Sometimes naweza nikatoa nyimbo mpya mimi nikakutumia link, ukashindwa hata kucomment au kusend kwa mtu. Au inakuwa tunafanya kazi gani? Unahisi kwamba ukinipa hiyo comment au like unanipa pesa? Unanipa ule upendo ndo ambao unautaka mimi, ule upendo wako ndo unautaka. Kwa sababu unaponipa upendo mwingine akiona fulani ka post ka comment, why kwa nini mimi nishindwe? Nitakuwa mnafiki kweli. Naye ana comment, mwingine ana comment. Inatufanya sisi tuzidi kuongezea upendo. Hata mtu akitoka nje akikutana watu wana upendo kweli kweli, sijawahi kuona wana muziki wa hivi. Kumbe nchi iko sawa. Yaani mtu anaenda anajipa kitu na anajifunza kitu kupitia nyinyi. Sasa kama tufanye hivyo tutaendelea kurudi nyuma na hakuna sehemu tutafika kabisa. Yes, kama kawaida hii ni maisha ya muziki ambao
tumempata mgeni ambaye ni Gold Name. Tumeweza kuzungumza naye mambo mengi na umeweza kujua maisha ya muziki nchini Burundi ipo vipi. Kama jinsi alivyoweza kuzungumza, anakuambia kwamba upendo ni kitu kimoja ambacho kimekosekana, na wadhamini waweze kukumbuka wachipukizi ili kwamba waweze kujenga taifa la kesho. Baada ya wale ambao tunawaita legend kuondoka, wao ndio watabaki na muziki wa Burundi. Basi kwa kumalizia tunashukuru sana kwanza kwa ujio wako ndani ya Indundi TV. Na mimi niseme shukrani dhati kuona nimefika kwenye Indundi TV. Ingawa ndo yangu ya kwanza, lakini nimefurahia sana jinsi mlivyonipokea na vile tulivyohojiana mambo matatu. Inapendeza sana. Asante sana. Na ni kitu gani ambacho unatarajia kupatia mashabiki zako siku za usoni? So mashabiki zangu naweza kaomba kitu, kwa sababu mimi sio mwenye uwezo sana wa kifedha, ila ni mwenye bahati, nilipopewa bahati ya kipaji ambacho cha kuimba na kuandika pia. So unaponiunga support yako wewe, ukanipatia nafasi yako wewe, itanifanya mimi kunifurahisha, kuniburudisha na kuweza kufanya kazi kwa bidii. So wewe ni kujipa tu nafasi yako, kuingia kwenye channel yangu ya YouTube, andika Gold Name Driver au kiandika Gold Name utaniona, subscribe, ushare, ucomment na ulike. Pia usisahau Indundi TV inakuhitaji, bila wewe hakuna Indundi TV kabisa. Yes, tunashukuru sana kwa wote ambao waliweza kutuazima macho yao na masikio kwa kuweza kufuata kipindi chetu cha Live Music, maisha ya muziki. Na leo tumeanza na msanii mkubwa sana Gold Name. Ni msanii anayejituma kama jinsi alivyozungumza. Msaada wako ni kuweza kusupport muziki wake ili uweze kufika mbali, sio kwa kusubscribe tu, lakini baada ya kusubscribe jaribu kumtafuta hata inbox, muweze kuzungumza mawili matatu, uone ni lipi la kuweza kutengeneza. Basi tunasema asante sana. Basi mzee, karibu tena kwa mara nyingine tukiweza kukaribia. Asante sana.